Ndugu zangu wapendwa, ni matumaini yangu muko buheri wa afya, mukiendelea na shughuli za hapa na pale. Tunamshukuru sana Mungu kwa kutupa uhai na uzima. Siku nyingine tunakutana tena hapa mahali petu ambapo tunapiga stori za gospel artists, gospel choirs, pamoja na mambo yote ya uimbaji wa nyimbo za Injili. Leo kabla sijaendelea, hebu sikiliza kwanza kionjo hiki hapa na utizame, halafu nitakuja tuendelee kudiscuss kuhusiana na hiki ambacho unakiona kwenye video hii. Wote tunamfahamu, huyu anaitwa Joel Lwaga. Sio jina geni hapa Tanzania, of course ni moja kati ya majina ambayo yapo kwenye mainstreams na story zake zimekuwa nyingi sana. Zipo ambazo ni positive, lakini zipo ambazo ni negative. Why Joel Lwaga? Kwa sababu story nyingi kuhusiana na Joel Lwaga zimekuwa ni tuhuma kubwa sana, ukianzia dressing code zake pamoja na lifestyle yake ambayo anaishi hasa kwenye social medias, pamoja na rumors za hapa na pale za maisha yake ya karibu. Ninachotaka leo tuzungumzie ni utaalamu wake wa kuweza kumaintain status pamoja na skendo zote ambazo zinamwandama na stori zote ambazo zimekuwa zikituhumiwa kuelekea upande wake. Ni star wa nyimbo nyingi sana hapa Tanzania mpaka sasa. Kwa mfano nyimbo sasa hivi ambayo ina trend ukitizama hapo kwenye YouTube channel yake inaitwa Saa Hii. Lakini kabla ya hapo kulikuwa na hit nyingine ambayo ilikuwa inaitwa Olodumare, ambao kwa sasa hivi ukitizama kuna views takriban milioni 42 ndani ya mwaka mmoja, which is good. Ni mafanikio makubwa sana ambayo yametokea upande wake Joel Lwaga. Ni Mnyakyusa mmoja kutokea jijini Mbeya, lakini amekulia hapa Dar es Salaam kwa wazazi wake ambao wote wawili ni wachungaji. Kwa hiyo misingi ya imani pamoja na dini ya Kikristo vimemkaa tangu enzi za utoto wake, ambavyo vikampa faida ya kuweza kujifunza uimbaji akiwa mtoto mdogo sana, akianza kuimba katika Sunday school, lakini pia katika umri wa ujana teenager akaweza kuimba kwaya za vijana. Joel Lwaga amekulia kwenye familia ya kikanisa kabisa. Kwa wale ambao wanamfahamu wanasema alikuwa ni mtu mwimbaji mzuri sana na mwanafunzi mzuri sana pale panapokuwa na mafunzo ya kuimba. Ni msomi ambaye amesoma mambo ya uchumi. Ana masters sasa hivi nafikiri. Baada ya kutoka chuoni akaona ajikite moja kwa moja kwenye masuala ya kumtumikia Mungu kwa njia ya uimbaji, which amefanikiwa. Pia alifanikiwa kufunga ndoa na mtoto mmoja ambaye anatambulika kwa jina la Ethan. Maisha ya Joel Lwaga kwenye mitandao ya kijamii yamekuwa tofauti na vile ambavyo watu wanamsikiliza kwenye audios. Mitazamo ya watu wengi wanaona Joel Lwaga kama ana uhuni fulani hivi kulingana na dressing code zake na namna anavyoishi, anavyovaa, kwa sababu Joel Lwaga ni mtu wa mazoezi, kwa hiyo wanaweza kupiga gym sana. Wengine wamekuwa wakishindwa kumtofautisha, wakihisi kwamba Joel Lwaga ni mwimbaji wa bongo flavor kulingana na aina na staili ya nyimbo zake ambazo anaimba. Ikumbuke kwamba Joel Lwaga alitokea kwenye choir praise team, moja ilikuwa ni The Glorious, lakini nyingine ni Next Level, ambako huko aliweza kujifunza masuala ya uimbaji vizuri na kuamua kuwa solo artist, ambapo mnamo 2016 aliweza kuachia track yake ya kwanza, lakini haikufanya vizuri sana mpaka mnamo 2017 ambapo aliweza kuachia track yake ambayo ilifanya vizuri sana, ambayo itabika kwa jina la Sitabaki Kama Nilivyo, na of course ndo track yake ambayo iliweza kutoboa anga la mainstream na kuweza kumtambua Joel Lwaga katika mainstream katika upande
wa uimbaji, lakini wengi walikuwa hawafahamu kwamba aliyeimba ule wimbo ni mwimbaji wa gospel. Wengi walikuwa wanajua ni mwimbaji wa bongo flavor, namaanisha secular. Kwa nini? Kwa sababu ule wimbo mara nyingi ulikuwa ukitumika sana pale ambapo yanatokea maafa, misiba mikubwa katika taifa. Ile nyimbo ilikuwa kama faraja kwenye familia pamoja na jamii nzima, kulingana na kile ambacho kimeweza kutokea kwa wakati huo. Sasa Joel Lwaga yeye binafsi, mahojiano yake mengi, anachozungumza ni kwamba Mungu huwa haangalii mtu kama alivyo kwa nje. Mungu anaangalia roho na jinsi gani unamtumikia Mungu. Of course, nyimbo za Joel Lwaga na jumbe zake zimekuwa zikimtukuza Kristo direct bila kuwa na tashwishwi yoyote. Tangu alipotoa nyimbo yake ya Sitabaki Kama Nilivyo, ameendelea na series ya nyimbo nzuri ambazo zinafanya vizuri sana kwenye social media, ambapo benefit kubwa kwa Joel Lwaga ni kwamba nyimbo zake zinasikilizwa na watu wa aina yote katika jamii, mpaka Waislamu, mpaka wa Sabato, mpaka wa Kristo, wote wanasikiliza nyimbo za Joel Lwaga kulingana na jumbe ambazo zipo katika nyimbo hizo. Sasa kwa nini Joel Lwaga amekuwa akihusishwa na scandals mbalimbali? Maswali yamekuwa ni mengi sana kulingana na kuhusishwa kwa Joel Lwaga na scandal mbalimbali ambazo zinakuwa kama zinalitukanisha jina la Bwana, lakini nyimbo zake zinaendelea kupendwa na kutumbuiza. Sasa maswali ni kwamba, je, ni vita ya shetani ikijaribu kumrudisha nyuma? Je, ni kweli hayo yanayozungumzika kuhusiana na Joel Lwaga ni kweli yapo? Na kama ni kweli, kwa nini bado anazidi kuwa hit makers? Kwa nini bado nyimbo zake zinazidi kuwa na upako ule ule ambao alianza nao tangu long time ago? Speaking of scandals, zimekuwa scandal nyingi sana, lakini watu wamezidi kumkubali kama vile vile alivyo, na mambo mengine yamekuwa yakiendelea kama vile ilivyo kawaida. Na Wakristo wengi huwa wanaamini kwamba unapokuwa mwimbaji wa nyimbo za Kikristo, maana yake ni kwamba uwe na muonekano fulani, uwe na aina fulani ya lifestyle, uwe mtu fulani mnyonge. That's why Joel Lwaga alikuja na aka yake nyingine ambayo akajiita Jitu la Mbinguni. Of course, katika lifestyle yake ukiangalia picha hizo kwenye Instagram, inaonekana ni mtu fulani tu wa kawaida ambaye hajajifunga sana. Nilisikia interview yake moja alifanya kwenye podcast, alisema watu wanavyochukulia urokole na mtu aliyeokoka ni vitu viwili tofauti. Urokole aliufafanua kwa namna yake na mtu aliyeokoka alimfafanua kwa namna yake. Sasa yeye akasema yeye sio mlokole, yeye ni mtu aliyeokoka na anamjua Mungu. Kwa hiyo kuwa mlokole sio kumjua Mungu. Kuna walokole lakini hawajui vile ambavyo wanaviabudu. Hayo ni maneno yake, sio maneno yangu. Watu wakaibua mijadala mikubwa sana kipindi ambapo Joel Lwaga ameachia nyimbo ya Oludumare ambayo imefanya vizuri sana. Sasa hivi ina views milioni 42 kwenye social media ya YouTube, ambako pale ameweza kupata mafanikio makubwa sana. Lakini kitu gani kilichoibua utata ni kwamba ile nyimbo imekaa kama bongo flavor, lakini kubwa zaidi ni pale ambapo Joel Lwaga alisema wazi wazi kwamba aliyemshauri kufanya muziki ya namna hiyo ni si mwingine, ni msanii wa nyimbo za secular Diamond Platnumz. Hii ikaibua mkanganyiko mkubwa sana kwenye jamii. Wapo waliokuja na mawazo hasi, lakini wapo waliokuja na mawazo chanya kwamba uimbaji ni uimbaji tu, haijalishi unaimba nini, lakini zaidi sana kama unalitaja jina la Mungu katika uimbaji wa namna yoyote ile, ni swala la kawaida tu. Sasa mimi nataka wewe unipe maoni yako kuhusiana na hayo yote ambayo nimeweza kukudadavulia kuhusiana na Joel Lwaga. Mtazamo wako ni upi? Je, unamwona Joel Lwaga katika engo gani? Na ungepata nafasi ya kukutana na Joel Lwaga, ungeweza kumshauri nini? Andika kwenye comment hapo. Usisahau kusubscribe channel hii. Hapa ni Tembo Media, lakini hewani ni kipindi cha Gospel Recap. Enjoy your time.